Naam, karibu tena mtazamaji kwenye habari zetu, habari motomoto zenye ukweli kutoka Kenya na duniani kote. Jina langu ni Eric Masha Douglas. Naam, ni pigo kubwa sana kwa Rais William Ruto tunapoelekea uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Na hivi ndivyo vidokezo kamili vya taarifa. Janet Wanjala wampigia debe Oparanya awe mgombea mwenza wa Rais William Ruto tunapoelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Wabunge waeleza wasiwasi wa nyumba nafuu kukwama licha ya mabilioni kukusanywa. Kauli ya Oburu Oginga kwamba hatabeba yeyote mgongoni iandamane na vitendo. Naam, mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share. Naam, Janet Wanjala wampigia debe Oparanya awe mgombea mwenza wa Rais William Ruto. ODM sasa inaonekana kukumbatia mikakati ya kutaka nafasi ya mgombeaji mwenza ili kuimarisha ushawishi kuelekea mazungumzo na UDA kuhusu kura za mwaka 2027. Wikendi, baadhi ya wabunge walisema waziri wa vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya anatosha kuwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Wabunge hao walisema kwamba yalikuwa mapenzi ya marehemu Raila Odinga mgombea mwenza wa Rais William Ruto atoke magharibi mwa nchi na pia awe mwanachama wa ODM. Tulikutana kama viongozi wa magharibi na tukaamua wakati umefika wa kuwa na mgombea mwenza wa urais kutoka eneo hili. Oparanya ndiye kiongozi tunayempigia upatu, akasema mbunge wa Budalangi Raphael Wanjala. Alikuwa akiongea katika mkutano wa kisiasa mjini Busia ambao ulihudhuriwa na vigogo wengine wa chama. Kauli yake inajiri baada ya baadhi ya wabunge wa ODM kutoka kanda ya Pwani kumpigia debe waziri wa madini Hassan Joho awe mgombea mwenza wa rais. Nao wenzao kutoka Nyanza wamekuwa wakimsihi Rais William Ruto amchague gavana wa Homa Bay Gladys Wanga licha ya kutangaza kwamba atawania muhula wa pili wa ugavana. Viongozi wa mrengo wa serikali wanaoegemea Kenya Kwanza, hasa chama cha Ford Kenya, nao wamekuwa wakirindima ngoma ya spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kuwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto, wakisema chaguo lake litamwandalia njia ya kukwea ngazi ya urais mwaka wa 2032. Naam, wabunge waeleza wasiwasi wa nyumba nafuu kukwama licha ya mabilioni kukusanywa. Wabunge wameeleza wasiwasi wao kufuatia kusimama kwa miradi ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu licha ya serikali kuendelea kukusanya mabilioni ya pesa kila mwezi kutoka kwa wafanyakazi kupitia ushuru wa nyumba. Wanahoji kuwa pesa zinaendelea kukatwa kwenye mishahara ilhali katika maeneo mbalimbali nchini wanakandarasi wameingia mitini wakidai kuwa hawajalipwa. Sasa, baadhi wameeleza hofu kuwa mpango huu ambao ni kati ya ajenda kuu za utawala wa Rais William Ruto utasambaratika. Waziri wa Ardhi Alice Wahome pamoja na katibu wa wizara Charles Hinga wametakiwa kufika katika kikao cha dharura almaarufu Kamkunji siku ya Alhamisi kueleza zilikoenda pesa za kutekeleza ujenzi wa nyumba hizo za bei nafuu. Mbunge wa Sotik Francis Sigei aliibua swala hilo bungeni akisema licha ya maeneo bunge lake kutambuliwa kuwa miongoni mwa yale yaliyonufaika na ujenzi wa nyumba za bei nafuu 596, hakuna kinachoendelea. Bwana Sigei alihoji kuwa mwanakandarasi wa ujenzi wa nyumba hizo Sotik aliacha kazi sababu ya kutolipwa. Alidai mkandarasi huo alivunja mkataba kwa madai kwamba ulikiukwa. Kuchelewa huku kumewanyima wakazi wa eneo bunge la Sotik manufaa yanayotokana na mradi na pia kunazua maswali kwani atalipwa fidia kwa mkataba wake kutoheshimiwa, akasema Bwana Sigei. Mwanasiasa huyo anataka maelezo ya kina kuhusu lini ujenzi huo utarejelewa kwani amedhibitisha mwanakandarasi alishaondoka. Mbunge wa Turkana ya Kati Joseph Emathi naye alishangaa kwa nini miradi inasimama ilhali fedha zipo. Kuna fedha za ushuru wa nyumba ambazo zinakatwa. Kwa nini malipo yanacheleweshwa? Wanakandarasi walipwe kwani makato yanawasilishwa kila mwezi, akaongeza. Mbunge wa Ingebe ya Kati Daniel Karito naye alifichua kuwa ujenzi wa nyumba hizo ulisitishwa katika eneo bunge lake miezi 4 iliyopita. Katika eneo bunge lake, mwanakandarasi alifika akachimba mitaro michache kisha akaondoka. Huu ni mradi muhimu sana kwa sababu hata rais mwenyewe amekuwa akizunguka akiuzungumzia. Fedha zipo, tunataka kuona kazi ikiendelea, alihoji. Mbunge wa Eldas Adan Keynan alisema wizara inapaswa kueleza wazi fedha zinazokusanywa kupitia ushuru wa nyumba zinaelekezwa wapi. Miradi hii ilipozinduliwa tulifurahi sote, lakini sasa imesimama. Ushuru huu uko wapi? Fedha ziko wapi?
Kwa nini miradi ilianzishwa halafu ikasimama? Itakuwa aibu ikiwa miradi inayofadhiliwa kupitia ushuru itakwama, aliongeza Bwana Keynan. Mbunge wa Marakwet Mashariki Kang'ogo Bowen pia alisema hakuna shughuli za ujenzi ambazo zimefanyika eneo lake kwa muda wa miaka miwili. Serikali inatarajia kukusanya takriban shilingi bilioni 500 katika kipindi cha miaka mitano kupitia ushuru wa nyumba ili kufadhili ujenzi wa makazi hayo nafuu na kuimarisha miundo msingi nchini Kenya. Naam, kauli ya Oburu kwamba hatabeba yeyote mgongoni iandamane na vitendo. Kauli ya kinara wa ODM Daktari Oburu Oginga kuwa hakuna mwanasiasa atakayening'inia koti lake katika uteuzi wa chama na kuwa kutakuwa na uteuzi huru inastahili kuandamana na vitendo. Daktari Oburu Oginga mnamo wikendi alisema kuwa hakuna kiongozi ambaye atapendelewa na kupewa tiketi, huku akisema utendakazi wa kiongozi husika ndio utaamua iwapo atachaguliwa au la. Kinaya kwamba baada ya kutoa matamshi hayo, seneta huyo wa Siaya alimtaka mbunge wa Ugenya David Ochengwa arejee ODM ili awe gavana wa Siaya. Hii ni licha ya kwamba baadhi ya viongozi ndani ya chama kama aliyekuwa mbunge wa Rarieda Nicholas Gumbo wametangaza kuwa wanalenga kutumia chama hicho kuwania ugavana. Daktari Oburu Oginga ataamua msingi gani kuhakikishia wawaniaji kuwa uteuzi wa chama utakuwa huru ilhali wenyewe anawaalika waliohepa kurejea chamani kwa ajili ya kupewa uongozi. Mbona hakusema Bwana Ochengwa arejee ODM na apambanie tiketi na Bwana Gumbo, naibu gavana Oduol Ndege pamoja na viongozi wengine wanaosaka ugavana? Kauli ya Daktari Oburu Oginga itakuwa tu ya kufurusha wawaniaji iwapo chama hakitaweka msingi imara wa kuhakikisha uteuzi wa ODM hauvurugwi. ODM ina mizizi yake kisiasa katika kila eneo nchini, lakini iwapo haitakuwa na uteuzi huru, kila kitu kitaenda tenge na wafuasi kupoteza imani, hasa wakati huu ambapo Raila Odinga hayuko. Kwanza, Daktari Oburu Oginga mwenye ametangaza kuwa atatetea kiti cha useneta wa Siaya na aliyekuwa gavana Cornel Rasanga pia tayari ametangaza kuwa analenga kiti hicho. Je, mwenyewe yuko tayari kuridhika na matokeo hata akishindwa? Haya ni maswali mazito ambayo wafuasi wa chama lazima wajiulize, kwa sababu kusema tu kuwa uteuzi utakuwa huru bila vitendo si jambo lenye mashiko. Kama kuna eneo ambalo ODM inastahili kujikuna kichwa zaidi, basi ni ugavana kwenye ngome ya Luo Nyanza. Matokeo ya mchujo ya ugavana katika kaunti ya Kisumu, Migori, Homa Bay na Siaya huenda yakaamua mustakabali wa ODM kwenye ngome yake. Gatuzi la Kisumu lina viongozi 6 waliochaguliwa ambao wote wanasaka tiketi ya ugavana kupitia ODM. Mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share. Mtazamaji wangu, ili kuzidi kusupport channel yetu, namba ya M-Pesa iko hapo juu ya screen yako.